Amina. Kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Amina. Kama maandiko yasemavyo katika kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 9 hadi 11. Maandiko yanasema, ndio, nao waliposikia maneno ya mfalme, walishika njia, wakashika njia. na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Amina. Ndio, hata ikaenda nyota kwa njia ya kusafiri, ikasimama juu ya mahali alipokuwepo mtoto. Nao walipoiona ile nyota iliyokuongoza kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, walifurahi. Maandiko yanasema ni furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu, wakaanguka wakamsujudia. Na walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu dhahabu na uvumba na manemane. Amina. Nyota ya mwanadamu ina tabia kusafiri. Amina. Kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Amina. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Nyota ina tabia ya kusafiri. Amina. Inaweza ikatoka kwenye biashara yako, ikasafiri kwenda mahali wateja wako walipo, ili kuwatangulia, ili kuwavuta, kuwaleta kwenye biashara, ili kuwavuta, kuwaleta mahali wewe ulipo mwenye hiyo nyota. Kazi ya nyota ni kuvuta baraka za mwenye nyota. Amina. Ni kuvuta mafanikio ya mwenye nyota. Amina. Ni kuvuta kibali kwa mwenye nyota. Amina. Kazi ya nyota. Unatambua yeye maana nyota ni nini? Amina. Unatambua juu kabisa nyota ni nini? Sema amen. Nyota. Amina. Ni kitu kikubwa sana. Ni kitu kikubwa sana. Huwezi kutimiza hatima yako kama una nyota. Amina. Kama una nyota. Amina. Kuna vitu vitatu nataka leo vijue. Amina. Neema, kibali. Nyota ni vitu vya muhimu sana kwa kila mwanadamu. Amina. Mwanadamu yote akikosa neema amekosa mafanikio. Amina. Mwanadamu yote akikosa neema amekosa baraka. Amina. Mwanadamu yote akikosa neema amekosa utajiri. Amina. Mwanadamu yote akikosa neema amekosa kujulikana. Amina. Mwanadamu yoyote akikosa kibali amekosa kukusanyikiwa na watu. Amina. Huwezi kukusanyikiwa na watu. Huwezi kama una kibali. Unataka mkusanyiko wa watu kwenye huduma yako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako. Unahitaji kibali kitakacho kusanya watu. Mahali wasikusanyika watu watakusanyika. Niko nasema palipo na mzoga tayo kusanyika. Kiona mtu amekusanyikiwa na watu, kuna kitu alichokibeba huyu tofautisha na wengine, kinachotofautisha na wengine. Na kitu hiki kuna neema, kuna kibali na kuna nyota. Sema amen. Ukiona vitu hivi, basi kupitika patapitika. Basi kujengeka patajengwa. Basi kumilikiwa patamiliki. Basi kueleweka pataeleweka. Na sema ukiona vitu hivi, sema amen. Utagombania mambo makubwa. Sikiliza nikwambie, Ibrahim alikuwa na neema. Amina. Alikuwa na neema. Na alikuwa na kibali. Na alikuwa na nyota. Sema nyota ya Ibrahim. Sema nyota ya Ibrahim. Iliyokuwa inawafanya akawa
zake wawe chini yake, wawe chini yake, wawe chini yake. Yote ya utisho, kibali cha utisho, neema ya utisho, sema leo naipokea. Sema napokea. Sema napokea. Utaendelea kuna simu napokea. Yote naweza ikafichwa. Ni kweli. Yote naweza ikaibiwa. Yote naweza ikachukuliwa. Yote naweza ikafungwa. Yote inaweza ikafifishwa. Ikafifia. Ikawa kama giza. Sasa kilichofifia kuwa safi, kiwezi ya kusafishwa. Na msafisho ambao tunatumia leo ni karamu ya damu ya Yesu. Sema karamu ya damu ya Yesu. Kutoa karamu ya damu ya Yesu. Itakapopita utakapopita mahali ambapo wacha wanachafia nyota yako. Naona uking'aa. Nasema naona uking'aa. Nasema naona uking'aa. Nasema naona uking'aa. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Naona uking'aa. Naona uking'aa. Kupitia ibada hii. Yes. Mbingu zinakwenda kwa ajili ya kibali chako. Kupitia ibada hii. Mbingu zinakwenda kushughulika na maisha yako. Mbingu zitatulia. Kabla hujajenga nyumba yako. Wazitatulia. Yes. Kabla hujaolewa. Mbingu zitatulia. Kabla hujazaa mtoto. Mbingu zitatulia. Kabla hujajibiwa maombi yako. Nasema mbingu zitatulia. Usisimiza ndoto zako. Zile ndoto za maisha unayo. Zile ndoto zako za maisha. Zile ndoto za biashara. Zile ndoto za kazi. Zile ndoto za huduma. Mbingu zitatulia. Kabla hujatimiza ndoto zako. Ndoto zako. Leo nitakuombea mpaka ubarikiwe. Leo nitakuombea mpaka nyota yako ing'ae. Mpaka Mungu akose sababu zake, mpaka mbingu zikose utulivu. Nasema leo yataomba maombi ambayo hujawahi omba kwenye maisha yako, yatakayotikisa mbingu. Mbingu za maisha yako, mbingu za kazi yako, mbingu za uzao wako zitatikisika leo. Zitatikisika leo. Hizo mbingu za wanawake tikisika, wanabii naona zikitikisika. Kilichokuwa kimesimamisha mbingu za baraka zako kinakwenda kupasuka. Vipande katika jina la Yesu. Nasema kichokamata mbingu zako zikasimama mwaka mzima. Una maono yasiotimia, una ndoto zisizotimia, una mipango isiyotimia, una malengo yasiotimia, kwa sababu hizo mbingu zako zimesimama. Kwa sababu mbingu lako limesimama. Leo nasema leo hizo mbingu za mbingu zinakwenda kutikisika. Zinakwenda kupata mtikisiko mkuu. Zinakwenda kupata mtikisiko mkuu. Ule mtikisiko upasua miamba. Ule mtikisiko upasua hekalu. Mtikisiko katia sana fufuka. Mtikisiko ukipita. Unapita. Pasua mifungo ya wachawi. Mtikisiko umeria kusonga. Mtikisiko ukipita. Unapita. Pasua mifungo ya waganga. Mtikisiko umeria kusonga. Unapita. Pasua mifungo ya giza. Mtikisiko ya kusonga. Katika jina la Yesu. Maandiko yanasema nyota ikawatangulia. Yes. Kwanza nyota iliwafuata. Kabla Kristo mfalme Herode wakasema yu wapi yeye aliyezaliwa, kwa sababu hawatoki mji huu, hawatoki kanda hiyo, hawatoki wilaya hiyo, hawatoki mkoa huo, hawatoki nchi hiyo, wametoka mbali. Kuna kitu
kitu wamekiona kikiwapa juu yao, wamekiona kikiwapa ishara, wamekiona kuna mtu amekuja duniani ambao sio wa kawaida. Kuna mtu amezaliwa leo sio kama wengine, hafanani na wengine, kazi yake sio kama wengine, biashara yake sio kama wengine, maono yake sio kama wengine, wito wake sio kama wengine, shusha yake sio kama wengine. Nasema hiyo nyote ilikuwa na ishara, ishara ambayo ilikuwa inaonyesha ya kwamba aliyezaliwa hafanani na wengine, ana neema kubwa kuliko wengine, ana kibali kikubwa kuliko wengine, ana nyota kubwa kuliko wengine. Inamtambulisha mtu, hata kama hawamjui, inamtambulisha mtu hata kama ni mgeni anaingia leo ndani ya mji, ndani ya jiji, ndani ya nchi. Nyota ina nguvu ya kumtambulisha mtu ameingia mtu wa kipekee, ameingia mtu tofauti, asiyefanana na wengine, asiye na maono kama wengine, mwenye ndoto kubwa, mwenye baraka kubwa, mwenye uwezo mkubwa, mwenye hekima kubwa, asiyefanana na wengine. Ndani yake iko neema, kipo kibali tofauti na wengine, kitakachosababisha watu wengi wabarikiwe, kitakachosababisha watu wengi wainuliwe, kitakachosababisha watu wengi wasawe, kitakachosababisha watu wengi wavuke mipaka ya vifungo vyao, wavuke mipaka ya vifungo vyao, wavuke mipaka ya wachawi, wavuke mipaka ya mizimu ya ukoo wao. Ile mizimu siyowekea mipaka, wasiolewe kuta hii neema aliyekuja naye huyu, itawavusha watu wa ukoo, itawavusha watu wa familia hii. Nasema itawavusha hii neema ya kibali na nyota itawavusha kuja nayo. Nyota ya ukoo, nyota ya uongozi, kuna nyota ya afya, kuna nyota ya ndoa, kuna nyota ya utajiri, kuna nyota ya kazi, kuna nyota ya uchumi, nyota ya mali, nyota ya mali, kuna nyota ya viwanja, kuna nyota ya magari. Lazima ujue siri hii ili ujue namna ya kusurvive, namna ya kufocus kwenye ibada hii, namna ya kulenga kwenye ibada hii. Haiko nyota ya magari, tunahitaji nyota ya magari, tunahitaji nyota ya watoto. Kama iko nyota ya afya, tunahitaji nyota ya afya. Kama iko nyota ya unahitaji nyota mali ambayo nao popote ilipofichwa nyota itakujiria. Nasema nimekuja kuiweka wazi hiyo nyota yako, ile nyota yako iliyofichwa wakati unazaliwa, iliyofichwa wakati unapewa jina. Hiyo nyota, hiyo nyota, sikia Mungu kinambia hiyo nyota, hiyo nyota, hiyo nyota, hiyo nyota. Sema amina, sema amina. Nyota ionekana wakati unazaliwa. Hiyo nyota leo itang'aa. Hiyo nyota leo itang'aa. Nyota ilionekana wakati unapewa jina. Sikiliza nikwambie, kila jina lina chanzo chake. Bwana ananiambia hivi, kila jina lina chanzo chake. Ile nyota ilionekana wakati unapewa jina, chanzo cha jina lako lazima kijulikane. Lazima kijulikane. Ndio maana nilikwambia usipende kupachikwa majina. Ndio, usipende kupachikwa majina.
Kila jina ina chanzo chake. Amina. Kuna majina vyanzo vyake ni mafanikio. Amina. Na kuna majina vyanzo vyake ndio maskini. Amina. Kuna majina vyanzo vyake ni uchawi. Amina. Ni uganga. Ndio. Ni uchifu. Ndio. Watu ukoo. Amina. Na kuna majina chanzo chake ndio ni utumishi tu. Amina. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kila jina lina chanzo chako. Nataka chanzo cha jina lako leo kijulikane. Leo kijulikane. Mungu Ibrahimu kwanzia leo utaitwa Abrahamu, utaitwa Ibrahimu, manake baba mataifa mengi, manake baba mataifa mengi. Akamwambia Sara kwamba kwanzia leo utaitwa Sarai, utaitwa Sara, mama wa mataifa mengi. Jina lako gani? Amina. Jina lako lina chanzo gani? Jina lako lina chanzo gani? Ninaona baba yetu Ibrahimu, chanzo chake kilikuwa ni kwa baba mataifa mengi. Ninaona mama yetu akilo Sara, jina lake Sara ilikuwa ni chanzo cha kwa mama mataifa mengi. Hebu kujiuliza sasa, chanzo cha jina lako ni nini? Chanzo cha jina lako ni nini? Jina lako linabeba nini? Jina lako linawakilisha nini kwenye ulimwengu wa roho? Jina lako linawakilisha nini kwenye ulimwengu wa mwili? Kaya. Roko shakota. Sikiliza nikwambie, kila jina lina chanzo chake, na kila nyota na kazi yake. Kila chanzo cha jina lina chanzo chake. Kila jina shike zipote mbele. Ndio nasema kusema. Kila jina lina chanzo na kila nyota ina safari yake. Kuna nyota safari ya mali. Ukiona jua huyu mtu anaenda kufanikiwa kimani. Sema amen. Kuna nyota ya safari ya afya. Nyota safari ya ndoa. Nyota safari ya huduma. Sema imeanza. Nyota ya safari ya huduma. Huduma chemchemi ya uzima imeanza. Nasema imeanza. Nyota ya safari ya biashara imeanza. Hapo imeanza. Wewe unafanya biashara, imeanza hii nyota. Imeanza kuwafuata, wateja, watu walipo, hata kama ni nje ya nchi, watavutwa. Nasema watafutika wakawaida, itawavuta. Ndipo umesoma vizuri pale. Nyota. Ndio. Nimesema wale ambao ni wataalamu ndio kufuatilia habari ya mashariki. Amina. Ukiwa Uyahudi, ndio. Ukiwa Yerusalemu, amina. Ukiwa pale Bethlehem, ndio. Uyahudi iko Babeli. Amina. Shewa amina. Ukiwa Bethlehem, Uyahudi uko wapi? Israeli. So Mamajusi wa mashariki ndio hawakuwa Bethlehem. Amina. Sema amina. Amen. Hawakuwa Yerusalemu. Amina. Walikuwa wapi? Sema Babeli. Mbona kigugumizi? Sema Babeli. Walikuwa wapi? Basi tuzimekauka. Walikuwa wapi? Babeli. Na kuna watu wengine hawajui kufundisha neno. Ndio. Mamajusi wa mashariki. Amina. Mimi nimejulishwa. Amina. Na nimejua. Amina. Hawakuwa wachawi. Amina. Wala wasalati. Amina. Wala wanajibu. Amina. Sema amen. Mamajusi wa mashariki. Sema amen. Hawakuwa wachawi. Amina. Ndio maana hawakurudi kwenye jela ya Farao. Amina. Ya Herode. Wangekuwa wachawi. Ndio. Wangerudi kule hata kama Mungu amesema. Amina. Wangerudi kumwambia Herode kumtii. Amina. Hakufanya nini? Hawakurudi. Walipita njia yao kurudi mashariki kwao. Amina. Sema amen. Amina. Kurudi wapi? Kwao. Nyota inapoonekana ndio inamtambulisha mtu. Amina. Huwezi kutimiza hatima maisha yako. Amina. Kama nyota yako haikutambulishi. Amen. Sema amen. Amina.
Kuna watu wanatamani hatima za maisha yao zitimie. Amina. Lakini hazitimii. Miaka inazidi kwenda, ndio umri unazidi kusonga. Amina. Na hakuna chochote mnakifanya. Ni kweli. Ni kama mnacheza tu. Kilichomtambulisha Yesu ni nini? Ni nyota. Ni nini? Na hii nyota ilianza kumtambulisha hata kabla hajazaliwa. Wakati Israeli wanatoka Misri. Ndio. Maandiko yanasema Baraki na Bara. Amina. Wakati Baraki amemwajiri ndio ili aje kuwalaani wa Israeli. Amina. Wakati Bara anaangalia vizuri katika mambo yake ya kiuganga. Amen. Hii nyota akaiona. Amina. Akamwambia Baraki, ndio namuona, ndio lakini si sasa. Namuona lakini si karibu. Naiona nyota, naiona katika uzao wa Daudi. Amina. Naona mfalme. Ndio. Namuona mfalme. Amina. Ninamuona mfalme. Ndio. Nyota ilianza kuonekana. Ilionekana hata kabla wakati hujafika. Kwamba atatokea mfalme. Amina. Katika ukoo wa Daudi. Nyota inamtambulisha tu. Nyota. Unakuta ukoo mzima hakuna mtu ambaye anatambulishwa kwenye eneo la uongozi. Ni kweli. Eneo la kuwa mfanyakazi mkubwa. Amina. Mfanyabiashara mkubwa. Amina. Wote ni wa chini, hali ya chini, hali duni, wote hali mbaya, wote kiuchumi, wote wanafanana. Ni kwamba wachawi wanaweza kuona nyota kutekeleza leo. Amen. Kwamba huyu ni mtu amebeba nyota. Amina. Ikiwa ni kiongozi, ndio wanaona. Amina. Ikiwa ni mfanya biashara, ndio wanaona. Ikiwa ni mfanya kazi, ndio wanaona. Amina. Ikiwa ni mtumishi wa Mungu, ndio wanaona. Baraki ndio alipata kujua kwamba katika uzao wa Daudi, amina, atatokea mtu mfalme. Ni kweli. Mwenye nyota ya utawala. Na fimbo yake haitatoka mabegani mwake, makamili mikononi mwake, na ufalme kutoka mabegani mwake. Amina. Mchawi anatabiri haya. Wanatabiri. Sema amina. Amina. Ni mchawi anatabiri haya. Ndio. Anaona. Amina. Kwamba kwa huyu mwanamke, ndio nyinyi mabinti ambao mjaolewa na vijana ambao hamjaoa, nataka nikwambie, amina, adui anaweza kaona watoto wako utakao wazaa na watakuwa watoto namna gani. Amina. Na kishaona ni watoto namna gani. Atuona kama ni adui asiyetaka watu wa familia hiyo wafanikiwe, ndio anaanza kuwafunga watoto kabla hata hawajazaliwa. Amina. Anaanza kuwafunga watoto kabla hata hawajafikia wakati wa kuzaliwa. Ndio maana wakati Mungu ndio wasafisha wana Israeli, amen, kutoka Misri kwenda Kanaani. Amina. Kuna kitu anaongea na wale wachawi. Ndio. Akamwambia Baraki, ndio Bara, amen, kwamba utamrudisha mtu. Yes. Ambaye umeshamrani. Unaanzia wapi? Unaanzaje? Amina. Unaanzaje? Kwa mradi mtakosi. Amina. Inawezekanaje? Haiwezekani. Sema amina. Atakaye kulani huyo ataraniwa. Amina. Na atakaye kubariki ndio atabariki. Amina. Bara akajikuta na watamjia baraka. Amina. Naona adui zako akigeuka marafiki zako. Amen. Nasema naona adui zako akigeuka marafiki zako. Amina. Naona maadui zako wakigeuka marafiki zako. Amen. Amina. Baraki na Bara ndio lengo lao ni kuwaumiza wana wa Israeli. Amina. Lengo lao ni kuwapiga wana wa Israeli. Ndio. Lakini kwa uwezo wa Bwana, amina, akageuza moyo wa Bara, akageuza moyo wa Bara, amina, na akili za Bara, ndio, na kufikiri kwa Bara, ndio, na uwezo wa Bara, amina. Bwana akapitisha neno lake, ndio, katika kio cha adui wana wa Israeli. Amina. Akajikuta na wabariki. Nasema naona adui wa baba yako wakiwa na rafiki zenu. Naona adui wa ukoo wenu wakigeuza kuwa marafiki. Naona adui wa nchi wakigeuza kuwa marafiki. Naona adui wa mkoa huu wakigeuza kuwa marafiki. Naona adui wa kanisa hili akigeuza kuwa marafiki zetu. Naona adui wa biashara yako akigeuza kuwa rafiki. Nakuwa nasema habari zako kwamba hicho kitu nachokitaka yule mwanamke anacho, hicho kitu unachokitafuta yule mwanaume anacho. Adui zako watafanyika mawakala wako kuletea watu wema, wako kuletea watu wazuri. Nasema adui zako watafanyika
watafanyika mawakala wa kukuletea wateja, wa kukuletea watu sahihi. Sema amen. Mungu anaweza kufanya chochote kwa wakati wowote, kwa muda wowote. Unapokea neema ya kuwa juu kama mlima. Mungu anaweza kufanya chochote, anaweza kutenda chochote. Ukajikuta mahali ambapo unachukiwa, unakubalika kupita wote walioko hapo. Amina. Amen. Unakubalika kupita wote. Amina. Waliokuwa nakuchukia. Amina. Jina lako likawa na kumsa. Amina. Habari ya mjini. Ndio. Habari ya mjini. Amina. Sema amen. Jina lako ndo habari ya mjini. Amina. Jina lako liandikwe kwenye mioyo ya watu. Iwe hivyo. Wangapi wanasema jina langu ndio liandikwe kwenye mioyo ya watu. Amina. Sema jina langu liandikwe kwenye mioyo ya watu. Liandikwe kwenye mioyo ya watu. Kwa jina la Yesu. Sema jina langu liandikwe kwenye mioyo ya watu, katika jina la Yesu. Jina la mtu linaweza likafutwa kwenye mioyo ya watu. Watu walikuwa wanakukumbuka, wasikukumbuke. Ni kweli. Walikuwa wanakuwazia mema, wasikuwazie mema. Jina la mtu linaweza likafutwa kichawi. Ni kweli. Kiganga. Likafutwa kishirikina. Ukashangaa. Mtu ambaye ulikuwa na kibali kwa watu, unapoteza kile kibali. Kusoka na uchawi wa kufuta jina lako. Umefanyika. Leo nimekuja na upako huu. Leo wa kuandika jina lako upya. Mahali panapostahili, mahali panapotakiwa niwepo. Sema amen. Ikiwa ni kwenye midomo ya watu, jina lako halitakatika. Itasikikana Jumatatu, ikitamkwa na watu hao. Itasikikana Jumanne, itasikikana Jumatano, itasikikana Ijumaa, itasikikana Jumamosi, itasikikana Jumapili. Jina lako halitapotea kwenye vinywa vya watu. Halitapotea kwenye vinywa vya watu. Jina lako litapotea kwenye vinywa vya wateja. Jina lako litapotea kwenye vinywa vya watu sahihi. Watakutaja kila wakati. Watakuzungumzia kwa mema kila wakati. Watakuwazia kwa mema kila wakati. Sema liandikwe jina langu kwa upya. Na Roho Mtakatifu akamwongeremu hiyo kwa watu hao. Hilo jina lisipotete ndani ya mioyo yao, ndani ya uso wao. Kuanzia sasa imekuwa. Yes. Sema amen. Uko tayari kuomba sasa? Uko tayari kuomba sasa? Uko tayari. Ninakwenda kuombea nyota iliyochomoza wakati unazaliwa. Mtu anapozaliwa nyota inachomoza. Amina. Sema amen. Na mtu anapopewa jina kuna nyota inachomoza. Ni kweli. Nyota imegawanyika katika maeneo manne. Nyota yako moja imegawanyika katika maeneo mangapi? Manne. Makundi mangapi? Manne. Ya, sasa tunagusa makundi mawili kulingana na muda wangu. Ni kweli. Siku nyingine tutagusia makundi mawili. Amen. Tutagusia kundi la kwanza ya nyota iliyochomoza wakati wa tarehe na mwezi wa kuzaliwa kwako. Amina. Ile nyota iliyochomoza, hiyo nyota inakwenda kung'aa. Amina. Nasema inakwenda kung'aa. Amina. Nasema inakwenda kung'aa. Amina. Ile nyota iliyochomoza, hiyo nyota wakati unapewa jina. Ndio. Sema amen. Sema amina. Yesu wakati anapewa jina. Anapewa jina. Amina. Sema amina. Amen. Nyota ilichomoza. Wakati unazaliwa nyota ilichomoza. Wakati unazaliwa nyota ikachomoza. Amina. Uko tayari nyota yako ichomoze? Niko tayari. Uko tayari nyota yako ichomoze? Niko tayari. Kwenye biashara yako ichomoze? Niko tayari. Kwenye kazi yako ichomoze? Niko tayari. Kwenye maisha yako ichomoze? Niko tayari. Kwenye ukoo ichomoze? Niko tayari. Kwenye familia ichomoze? Niko tayari. Uko tayari nyota yako ichomoze? Niko tayari.